ambaye anaitwa Kevin Omwenga hakuweza kuhudhuria shuleni, ingawa walimu wenzake walimkuwa na wanakutana na yeye hapa nje. Hakuweza kukuja shuleni, na tulipojaribu kumpigia simu ilikuwa inalia, lakini hakuwa nashika. So jioni ilipofika alisalimiana na wengine hapo, lakini hakuingia shuleni. Sasa usiku walimu wakajaribu kumtafuta, ingawa simu ilikuwa inalia hakuchukua. Mpaka leo asubuhi ikawabidi waende kwa nyumba yake kuona ikiwa ako sawa, maana hakuwa ana respond. Walipofika huko walipata nyumba imefungwa kutoka ndani, lakini simu bado inalia. Wakajaribu kugonga kwa milango, hakufungua. Mwisho wakafungua dirisha. Walipoangalia ndani wakapata mwili unaninginia, amechinyonga akitumia leso. Anafanya kazi board of management, amefanya kazi hapa kwa miaka 4. Na ni wa umri karibu wa miaka 27. So hakuwa amepatika kupata kazi na TSC, lakini amefanya na sisi kwa miaka 4. Amekuwa na shida ya kifedha. Alikuja kwangu akanikopa pesa kidogo, na aliniambia alikuwa na madeni mingi, na kaniambia kwamba hayo madeni atayalipa pole na atamaliza. So mwisho tuliongea na yeye ilikuwa juzi, ndio siku nimeona ya mwisho. Since siku hiyo tangu hiyo siku sijamuona tena. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kwa nini amehaga. Sijui uhakika ni upi, labda uchunguzi ufanywe zaidi. Ni mchezaji wa vieta sana, kwa sababu tunakaa naye pamoja, huwa naona akicheza. Nami pia amenifunza nikajua kucheza hiyo vieta. So ni ukweli huwa anacheza mchezo. Chanzo ya hii maneno ya kujipiga kitanzi, kulingana na walimu wanasema kana kwamba huyu kijana alikuwa ameomba pesa kwa mwingine ambaye akachezea hii mchezo ya vieta. Hiyo pesa ikaenda bila kufaulu. Sasa hiyo stress ambayo iliingia kwa huyu mwalimu ikafika kiwango ya kuamua kujipiga kitanzi ili asiwe akiulizwa hiyo pesa wakati mwingine. Kulingana na walimu wa Nyamira Boys walisema pesa ni kama 50,000 kwenda juu.